Okay bana, huyu ni mzee wake na Faruku. Mzee wake na Faruku leo anamwambia Faruku, sikiliza, umekuwa kwenye mahusiano kwa miezi 6 ila tujaona ukiwa, tafadhali Faruku na kuomba uoe mapema sana, kwa sababu kuna watu nimewekea hadi na lazima utamuoa yule mwanamke. Sasa Faruku akaona sio noma, akabidi asepe. Kisha akachukua simu na kutafuta bosi wake na Aziza na kumwambia ni wapi alipo Aziza. Kisha bosi yule akamwambia sifahamu fika ni wapi alipo Aziza. Sasa kwa upande wa pili kubana, hawa watoto wakina Jema wakati anataka kuingia ndani, huyu bibi huyu aliwazuia kwamba nyinyi tafadhalini hamwezi kuingia hapa ndani. Hata mwisho wa siku sasa ukabaki ugomvi wa Jevit pamoja na huyu bibi. Sasa mtoto huyu Yusuf akawa anaingilia, akamwambia mamake, tafadhali nakuomba ukae kimya. Sasa bwana Jevit anambia sikilizeni, ninachotaka mimi ni kitu kimoja, nataka wote kabisa huko ndani wote mtoke, sababu mnajua hii fika hii nyumba ni ya kwangu. Sasa Melissa akanamdanganya huyu mwanamume wake huko kwamba sisi kwetu akishua uongo mwingi. Hata kwa pande ya pili anambia sikilizeni, hawa watoto na muhimu sana, kwani ni watoto wa Rifat, ni rafiki yangu mkubwa. Nyinyi wote hapa hamna muhimu na mimi, tafadhali namuomba muondoke. Hata mwisho wa siku Hashim akaja kaingilia ugomvi. Hata kila kitaka kuingia ugomvi, Yusuf anambia sikiliza baba, ukiingia tu ugomvi nasema. Sasa mwisho wa siku tu ikabidi wale watoto waruhusiwe kuingia ndani, wale ndugu kabaki sasa nje wanalalamika. Hasa bwana mkubwa Hashim akaanza kutoa maneno ya shombo vibaya mno. Ulaniwe mshenzi mkubwa. Sasa mwisho wa siku wanajevi ikabidi amfuate sasa. Basikiliza dogo, yani nimekuheshimu kwa muda mrefu sana, ila mwisho wa siku basikiliza, nyinyi hamna umuhimu sasa kuanzia leo. Hii ni nyumba yangu, hawa ni watoto wangu, kila kitu ndani cha kwangu, tafadhali nakuomba muondoke. Kisha bibi yule mamake na Melissa akampigia simu Melissa sana, ila Melissa alikuwa haokoti zile simu za mamake. Kisha mwanaume kazuga kwenda msalani. Sasa Melissa kabidi amwambie mwana, huku mjomba wako anatufukuza, mjomba wako Jevit. Hata kwa pande ya pili Imra bana anazuga aifanya memory imecheza. Sasa mwisho wa siku ambaye sikiliza, niambie huyo Yusufu yuko wapi au nitampataje huyo hawa watoto. Sasa mwisho wa siku bwana anasema ukweli bwana, kuna mtu mmoja ndio Yusufu anaweza kunifanyia nikapata hawa watoto. Sasa kwa pande ya pili kina Jemo wanabidi sasa wakubaliana na hali halisi kwamba hataki mtu yote awe yatima. Sasa kwa pande ya pili wakati na mama huyu bibi akawa anatoa maneno ya shumbu sana kwa bwana Jevit. Sasa akawa anajaribu kutuliza na Hashim, anamwambia wewe mpumbavu, wewe tena ndio una kazi. Sasa yule Jevit bana akaendelea kutokana vibaya. Sasa Melissa akaamkuja bila kujua nini kinachoendelea. Ambaye sikiliza, unatuthubutu vipi kutufukuza nje? Hujui nyumba yangu eti kaka niambia, ila kaka sasa huyo Yusuf kaambia sasa kweli wote. Ambaye sikiliza, hii apartment ni kila kitu hapo chote nje bwana Jevit. Jambo lile limuumiza sana bwana bibie, na kwanza sasa kuchukua vitu vyake na kusepa, huku akimlani sana mama yake kwa kutumwambia kwa muda mrefu. Sasa mwisho wa siku bibie ambaye sikiliza, light ningelijua ile nisingekaa hapa hata kidogo. Sasa mwisho wa siku wale watoto wa Jemo pamoja na dada zake wakabidi waingie ndani wakafanya kikao, kwani mjomba wao huyu alikuwa anajua sasa itafika huo wakati. Sasa mwisho wa siku mjomba ndo bidii aambie ukweli wote. Anambia sikiliza, nimeishi nao kwa muda mrefu lakini walikuwa hana utu wala nini. Nyinyi ndio watu ambao mnastahili huruma na utu, ila tusikae sana jamani, tuna mambo mengi ya kufanya. Kisha mwisho wa siku kila mtu kibidi apewe majukumu. Anambia sikiliza, mimi nitaenda kusaidiana na huyo kwenda kuchukua vitu vya shangazi na hawa tazama mkanipikie chakula. Sasa mwisho wa siku bwana huyu anaifanya kuzuga. Anambia sikiliza, ama tuchukue gari tuliki huko. Anambia kudadika Hashim leo setaniua. Sasa kwa pande ya pili bwana mkubwa anaambiwa hapa ndo anapoishi Aziza. Mwisho wa siku yule bwana Faruku anakutana na Aziza, ila Aziza anamwambia sikiliza, usijali kuhusu mimi, sasa nipo sawa, wewe nakuomba tu tutakutana kesho. Hapo ndipo bwana Faruku alipata amani ya moyo na kuamua kusepa.